kitabu, usome ama watch vitu ambazo inaongeza value kwa maisha yako. Ni nini itakufundisha? Ita-improve aje maisha yako? Bwana asifiwe. Ita-improve aje maisha yako? Those are what we say wakati tumeanza hii mwaka. Sema kwamba let us improve our lives. The last one is choose what? Choose the right friends. Chagua marafiki ambao the right friends. Not everybody who loves with you is a friend. Sio kila mtu mwenye anacheka ni rafiki. Haleluya. Sio kila mtu mwenye anacheka na wewe ni rafiki. Mwingine anacheka, ukipinduka anafanya hivi. Ukijani, ukipinduka tu kidogo. Na rafiki yako ama anakuhaka anasema Simona sasa zingine hata kwa YouTube mtu anawaja soda yake hapa. Mtu anatembea na supu kwa mfuko. Anaongeza. Na rafiki yako. So choose the right friends. Choose the right friends. And friends are not necessarily people who can make you comfortable. Unajua wengi we want to be comfortable. Angalia value ya yule mtu. Ukikaa naye anaweza improve yako. Si eti ya kwamba mnaweza wewe ndio uko juu yake. Ni vizuri hata kutafuta marafiki ambao wako juu kuliko wewe. Angalia kinye anafanya inaweza kuna kitu unaweza saidika kwake. Bwana asifiwe. So choose the right friends. Choose the right friends. Ukiona sijasema uchukie watu, waambie watu ya kwamba kutoka leo wewe si rafiki yangu. Hapana. Chua tu ya kwamba huyu nitapea nafasi fulani ya saya hata wakati ambao utakuwa nimemaliza kazi yangu. Bwana asifiwe. Don't spend a lot of time kwa watu ambao hawezi increase value kwa maisha yako. Bwana asifiwe. Usichukue muda mrefu. Ukikaa nao watarudisha maisha yako chini. Ukikaa na mtu mwenye anaweza increase maisha yako, at the end of the day kuna kitu kitakuwa inaongezeka kwao. Ukichukua nafasi kukaa na mtu mwenye atapunguza maisha yako, at the end of the day kumaanisha ni kukufa na kufa. Maisha yako inarudi chini badala ipande juu. Bwana asifiwe. So those are the things that you should know so that you manage, so that you can increase your value. Bwana asifiwe. And there is something I want us to learn this wonderful morning. The book of Matthew chapter 22. The reason why I want you always not to miss church. Nataka uwe mtu ambaye kama for your life even to improve, for your value even to increase, there is one important thing that you should do. And that thing is to make sure that you come on Sunday. Kuhakikisha kwamba umekuja kila Jumapili kanisani. Biblia inasema imani huja kwa kusikia na kwa kusikia neno la Mungu. Imani yako itakuwa ikiwa kama utakuwa unapatikana kila Jumapili. Imani, grow your faith. Grow your faith. Imani yako itakuwa inachengeka. Bwana asifiwe.
Matthew chapter 22 verse 1 inasema, Jesus answered and spoke unto them again by parables and said, the kingdom of heaven is like unto a certain king, which made marriage for his son. He sent forth his son to call his servants to call them who were invited to the wedding. They would not come. Again, he sent forth other servants, saying, tell them which are invited, behold, I have prepared a dinner. My oxen, my fatlings are killed, and all things are ready. Come unto the marriage. But they made light of it, and went their ways, one to his farm, another to his business. And the remnant took his servants, and treated them spitefully and slew them. But when the king heard them, he was angry, and he sent forth his army, and destroyed those murderers, and burned up their cities. Then said to his servants, the wedding is ready, but they which were invited are not worthy. Go ye therefore into the highways, and as many as you shall find, bid them, or invite the marriage. So those servants went into the highways and gathered together all as many as they found, both good and bad. And the wedding was furnished with guests. And when the king came in to see the guests, he saw there a man which had not on a wedding garment. When he said unto him, friend, and he said unto him, friend, how did you think you could come in hither, not having a wedding garment? And he was speechless. Then said the king to the servant, bind him hand and foot, and take him away, and cast him into the outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. Praise God. There is something that I want us to learn this morning. Ya kwamba Yesu Kristo, now this time when Jesus Christ was teaching these people, they were in a temple. Akawafundisha, akawaambia, the kingdom of God is likened unto a certain king. The kingdom of God is like unto a certain king. And that certain king is called the Father. Praise God. Nataka uchukulie hili. Which made marriage for his son, which is the Lord Jesus Christ. He sent forth his servant, who are the prophets, to call them. Who are them? Jesus Christ was speaking about the Israelites. Since he went and called them, he said, God sent prophets to call the Israelites. But the Bible says, who are to call them, who are invited to the wedding, and they would not come. And he sent forth other servants, saying, tell them which are invited. So akawa anatuma watumishi kwa Waisraeli, lakini hawakuji. And the Bible says they made light of it and went their ways. Walichukulia mzaha, hawakuchukulia kama ni kitu cha dhamana, wakachukulia mzaha.
Na Biblia inasema sisi kama Gentiles, sisi ndio tunaitwa Gentiles. Sisi tulipokea wokovu kwa sababu the Israelites refused. Sisi ndio wale Yesu alisema, and the servants were told, go to the highways and invite anybody bad and good. So there are bad and good who are outside. Praise God. They are bad and good. Sema, go to the highways, invite them. So hapo ndio mahali tulipatikana ya kwamba the people who were invited were the Israelites, but they never came. And God says, kwa sababu nimesha chinja ng'ombe, kwa sababu nimeshafanya gharama, nimeshatengeneza, nimeshagharamika, enda mtu yote kwa njia. Mara mingi huwa tuko na sherehe, na wakati mwingine hata wageni umewaalika wanakosa kukuja, na wanapokosa kukuja huwa kenye inakukwaza hata sio kutokuja, kenye inakufanya labda unakazirika ni kwa sababu umetengeneza chakula vingi ambao hata ukikula huwezi maliza. So kenye huwa unafanya aidha uite majirani waambie kujeni, chukua hii kuku kabisa yenye umenunua kwa pesa labda hata ulikopa, unapea mtu free, namwambia enda naye. Bwana asifiwe. That is, hiyo ndio Kristo anatuelezea. Haleluya. Na inapokuja sisi kwetu hapa kanisani, nilichukulia hivi ya kwamba kila ibada ambayo tunafanya hapa kanisani haikuwa ibada ya pastor. Ibada zote ambazo tunafanya kanisani hapa inakuwa ni ibada ya Mungu. Biblia inasema siwezi nikasanya watu wangu bure. Mungu huwa anaitana kanisani. Anasema kwamba na msiwache, kitabu cha Ibrania anasema na msiwache kusanyiko lenu. So anawasia kwamba mahali tumekubaliana tunakutana, mimi ndio the king. God is the king in the church. Praise God. Yeye ndio anaitana, sema kwamba kuja, nimeshatengeneza chakula, kwa sababu Yesu Kristo siku moja akamwambia mama moja ambaye alikuwa anataka uponyaji kutoka kwa Yesu, kwa sababu mtoto wake alikuwa na shida. Akamwambia huyo mama ya kwamba siwezi nikatoa chakula ya watoto ya ufalme nikapea nguo. Alimaanisha kwamba chakula cha uponyaji kwa Mungu ni kama chakula yetu. Mungu anaposema kwamba tusikose kusanyiko, tusikose kukutana, ni kwa sababu tunapokuja pamoja kuna chakula Mungu ameandaa kwa ajili ya maisha yetu. Kuna mwenye anataka uponyaji, na huwa Mungu analeta uponyaji. Biblia inasema kwamba Yesu Kristo wakati mmoja akawa anafundisha na neema ya uponyaji ilikuwa na watu walipona. So kuna wakati Mungu anaamua, praise God. Kuna wakati Mungu anafanya kazi kanisani, na mara nyingi huwa tunapoteza baraka ambayo Mungu ametuletea kwa kukosa kufika kanisani, kwa sababu labda umekuwa ukililia Mungu ya kwamba I want my life to change, nimeishi kwa umaskini miaka mingi, alafu amesikia anangojea kukutana mahali kuna kutaniana. Praise God. So wakati
neema. By the way, wakati naona Mungu saa zingine ameshuka, si lazima ameshuka kwa sababu ya watu wote. Labda Mungu tu ameleka mtu mmoja, labda Mungu ameleka tu watu wawili. Kuna watu hapa wameishi kwa hali fulani. Kuna mtu ambaye ni mgonjwa anahitaji kuponywa. Sisi wote si wagonjwa, lakini kuna mtu labda asikii vizuri. Sisi wote labda hatutaki magari, kuna mtu anataka gari. Praise the Lord. The grace ya Mungu unashuka na kenye ulikuwa unataka unapata, lakini unapokosa kanisani kuna kitu wanapoteza. Na Biblia inasema kwamba hapa ati hawakuenda kwa gharama ati kwa sababu walienda kwa biashara. Hawakwenda harusi ati kwa sababu walichukulia mzaha. Hawakwenda kwa hiyo harusi ati kwa sababu walienda kwa shamba kulima. Na Biblia inasema, Mungu mwenyewe akasema, they are not worthy of my time. They are not, yani hawastahili. Hii chakula yenye nilikuwa nimewatengenezea kwa sababu kuja haustahili chakula. Bwana asifiwe. Mungu labda amesukuma hata mtumishi, umefunga, umeomba ili Mungu akaweze kudhihirika kwa maisha ya mtu, ama mtu apone, maisha yake ibadilike. Lakini unapata kwamba huyo mwenye unataka kumwombea hayuko, na labda hata saa hiyo mgeni ndiye amekuja kanisani. Bwana asifiwe. Mgeni ndiye amekuja kanisani, na huyo mgeni anapona na anasema kwamba na nilipona na nikapona instant. Na hiyo uponyaji labda hata ilikuwa ya mtu mwenye amekuwa kanisani, amekuwa amekuja kanisani, lakini akakosa siku hiyo. Praise God. Na siku yenye amekosa